Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neema na upendo wako. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji. Asante kwa ajili ya msikilizaji. Ninakusihi ukapate kumgusa kwa neema na upendo wako, kampatie badiliko la pekee, na wakati anaposikiliza na kutazama kipindi hiki, mkono wako usioonekana kwa macho ya kibinadamu ukapate kumgusa mtoto wako, na kama Yakobo aliposema sikuachi mpaka unibariki, ukambariki mtoto wako. Kama yule mwanamke aliyegusa pindo la vazi na damu yake ikakoma saa ile ile, leo watoto wako wakashuhudie matendo yako makuu, shida zao zikikoma kwa sababu ya jina lako Yesu. Asante maana uko nasi, utaendelea kutubariki, utatuwezesha. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Hatua 3 za kupata. Mwanadamu hutafuta. Kila mmoja ambaye anitazama leo, kuna kitu ambacho anakitafuta katika maisha yake. Wengine hutafuta afya njema, uende unatazama ukiwa uko kitandani. Lakini kuna wengine ambao wanatafuta mafanikio. Sijui unayatafsiriji mafanikio wewe, lakini kuna watu wanatafuta pia mwelekeo wa maisha, amani ya moyo, mwenza wa maisha, kazi, wengine hekima, majibu ya maswali ambayo yanawasumbua. Tofauti za watu haziondoi ukweli mmoja, ya kwamba kila mmoja anahitaji ambalo hawezi kulitimiza kwa uwezo wake mwenyewe. Kutafuta huku sio jambo baya, ni sehemu ya historia ya mwanadamu. Tangu anguko la Adamu na Hawa, tangu wakati huo mwanadamu amekuwa akitafuta. Mwanadamu amekuwa akitafuta utambulisho wake binafsi, amekuwa akitafuta usalama wake, amekuwa akitafuta maisha, ametafuta kurejeshwa. Tatizo si kwamba mwanadamu hutafuta. Tatizo ni kwamba mara nyingi hutafuta mahali pasipofaa, au anatafuta kwa njia ambayo haiko sawasawa. Ndio maana Yesu akatufundisha kupitia Biblia, akatuelezea mambo mengi kuhusu kanuni za ufalme wa Mungu. Na Yesu alihitaji wanafunzi wake wajue ya kwamba mali si kitu, mali siyo tatizo, kuna kitu zaidi ya hapo. Na katika kuwafundisha ili waweze kuelewa, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mtazamo wa kwanza hapa ambao natakiwa uone, haya maneno yanaonekana kuwa rahisi kibinadamu, lakini ndani yake kuna kina kikubwa cha kiroho. Yesu hakutoa maneno matatu yanayofanana ili labda tu kuelezea uzito ulio sawa wa hotuba yake. Kwa mtazamo wa kwanza, maneno haya yanaonekana kuwa rahisi, lakini kama ukiyatazama kwa kina na kwa jicho kubwa la kiroho, utagundua ya kwamba haya yalikuwa ni maneno mazito ambayo Yesu alikuwa anayaelezea. Maneno haya matatu hayafanani. Kila kitenzi kina maana yake. Kuomba sio sawa na kutafuta, na kutafuta sio sawa na kubisha. Kwa pamoja vinaunda kitu ambacho ni picha kamili ya jinsi ambavyo mwanadamu anavyotakiwa kushughulikia mambo yake, au Mungu anavyoshiriki kutushughulikia sisi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa bahati mbaya sana, Wakristo wengi wamejenga maisha yao katika sehemu moja, ya pili au ya tatu. Kwa unakuta kuna watu ambao wanajua kuomba lakini hawajui kutafuta, wamechukua sehemu ya fundisho. Kuna watu ambao wanaomba kwa bidii kabisa, lakini ukiingiza kwenye kutafuta hawajui kutafuta. Na kuna kundi lingine la watu ambao wao wanajua kutafuta kabisa, lakini hawajui kuomba. Na kuna kundi lingine ambalo wanapobisha mara moja na wakiona kwamba hakuna matokeo au majibu, wanakata tamaa kabisa. Yaani mlango usipofunguliwa kwa wakati, wanakata tamaa na kuona kama vile mambo hayaendi. Haya makundi yote yanatakiwa kuunganisha vitu hivi pamoja. Ni kama vile unapoongelea masuala ya afya, hakuna kitu kimoja ambacho kinaweza kutatua kila kitu katika maisha yetu ya afya. Ni mchanganyiko wa vitu fulani. Lazima upate vitamini, lazima upate madini, lazima upate vitu vingi. Wataalamu wa afya wanajua. Kwa hiyo hakuna aina moja ya chakula ambayo inaweza kukusaidia kupata kila kitu unachokihitaji. Hakuna.
Sasa matokeo ya kushindwa kuelewa hiki ambacho tunakiongelea ni kwamba watu wengi huishi kati ya matarajio yaliyovunjika na wanakuwa na maswali ambayo hayana majibu. Wengine huanza kujiuliza kama kweli Mungu husikia maombi yao. Wengine huamini kwamba huenda imani yao ni ndogo au imani haikutosha. Wengine hujihukumu kwa dhambi zao, wanafikiria kwamba hawakujibiwa kwa sababu ya dhambi zao. Lakini tunakuja kuangalia kwamba Yesu katika mafundisho yake anatuonyesha kama kuna muujiza wa kwanza ambao unatokea kwa haraka ni msamaha wa dhambi. Kwa kumbe ni kitu rahisi kuliko miujiza mingine yote. Rafiki yangu unayetazama, unaposoma Biblia na ahadi zake, utagundua kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Lakini je, kweli ndivyo Yesu alivyokusudia tuzielewe? Au huenda kuna namna tumeelewa tofauti? Je, aliposema kila aombaye hupokea, alimaanisha kwamba kila ombi lazima lipate matokeo ambayo mwombaji aliyaomba au kuyatarajia? Je, Biblia yote inaunga mkono wazo hili? Maana huwezi kujenga wazo wa kutumia kipengele kimoja cha Biblia. Je, uzoefu wa watumishi wa Mungu katika maandiko matakatifu unathibitisha hili? Hayo ndiyo mambo ya kuyatazama. Maswali haya unapoyajiuliza yanahitaji kujibiwa kwa uangalifu mkubwa sana, kwa sababu yanagusa moyo wa maisha ya Kikristo. Tukikosea kuyaelewa haya, unaweza ukajikuta unatumbukia katika umbwe la kushindwa kumwamini Mungu au kukataa dini ya kiroho kwenye bracket, au kukuona kama vile Mungu hatendi. Biblia yenyewe inatupatia picha pana zaidi ya kile ambacho tunakifikiria kila siku. Fikiria habari ya Hana. Aliomba mtoto, naye Mungu akamjibu kwa kumpa Samueli. Ukisoma ile stori ya Hana, aliomba, akaenda akasubiri. Lakini mtume Paulo aliomba mwiba katika mwili wake uondolewe. Kinyume chake, Mungu alimjibu, neema yangu yatosha. Unaona jinsi inavyoenda sasa. Danieli aliomba, lakini jibu lilichelewa, huku kukiwa na mapambano makali katika ulimwengu wa kiroho yasiyoweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Siku 21 Yesu mwenyewe katika bustani ya Getsemani aliweka wazi tamanio lake kwamba Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini mwisho akajisalimisha kwa mapenzi ya Baba. Sasa tunapojenga hoja yoyote ya masuala ya kiroho kwa ujumla wake, lazima tuanze kuangalia Biblia inasema nini. Lazima tuangalie watu wa kale waliishije, maisha yao yalikuwaje. Hapa ndipo tuanze kutengeneza picha ya somo. Watu wengine wameangukia katika dhana ya kumchukia Mungu kwa sababu kuna kitu waliomba na hawakupata majibu yao kama walivyotarajia. Kwa wakageuza chuki kwa Mungu, wakashindwa kuelewa kwamba kuna kanuni za kimsingi za kiroho za kifalme ambazo huenda walizikosea. Na hiki ndicho ambacho ninatamani mtoto wa Mungu unanisikiliza uweze kuelewa utendaji wa Mungu jinsi ulivyo. Katika karne nyingi za historia ya kanisa, waandishi wa Kikristo maarufu ambao unawafahamu wewe wamekubaliana na ukweli huu. Wameeleza kwamba maombi si chombo cha kubadilisha tabia ya Mungu. Ni sehemu ya uhusiano ambao ndani yake Mungu hubadilisha moyo wa mtoto wake. Unakumbuka wakati fulani huko nyuma kwenye vipindi hivi nimezungumzia habari ya gari likiwa na kitu ambacho tunakiita wheel alignment, ya kwamba wakati gari halipo kwenye alignment au mpatano mzuri, utakuta linaenda hivi. Ukienda kwa wataalamu anakwambia ufanye wheel alignment. Hicho ndicho ambacho Mungu anachotusaidia sisi kupitia maombi. Mungu anahitaji sisi tuweze kwenda sambamba na kile ambacho anakitaka, kwa sababu siku zote anakusudia mema katika maisha yetu. Na hata wanasaikolojia wa kisasa wameonyesha kwamba mtu anayesitawi au mtu ambaye anasitawisha maisha ya maombi yenye afya mara nyingi hujenga ustahimilivu, reliance, matumaini, uwezo wa kudhibiti hisia na mtazamo mpana zaidi wa kuthibitisha kile ambacho Mungu anakitaka kuliko kile ambacho mwombaji anakitaka.
Huwezi kumpangia daktari namna ya kukutibu, maana yeye anajua kuliko wewe. Rafiki yangu ambao unanifuatilia vizuri, kuna vitu nataka uweze kuvibeba siku hii ya leo. Awamu iliyopita tuliangalia amani ipita fahamu za kibinadamu. Amani na imani ni sarafu moja yenye pande mbili. Unapovielewa hivi vizuri, unaelewa kwamba maisha yetu yanatakiwa kusalimishwa kwa Mungu. Unajua, katika siku hii ya leo watu wengi sana wanahitaji mafanikio ya haraka, lakini leo tunazungumzia tofauti kati ya imani na matarajio, kati ya kusubiri kwa tumaini na kusubiri kwa hofu, kati ya amani ya Mungu na hisia za muda mfupi, tofauti kati ya mlango uliofungwa kwa ulinzi na mlango unaohitaji uvumilivu. Ni milango miwili tofauti. Pia tutajifunza jinsi Mungu anavyoweza kujibu kupitia kwa njia za kawaida, njia wakati mwingine ambazo zinaweza zikakuchanganya hata jinsi Mungu anavyokujibu. Lakini juu ya yote tunajifunza kwamba hatua hizi tatu ambazo tutaziangalia, yaani kuomba, kutafuta na kubisha, zinaweza kueleweka vizuri tu ikiwa zitaunganishwa na fundisho jingine la Yesu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 fungu la 4 kuna andiko linasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Twende vizuri, tutaangalia hapo baadaye uweze kuona hii. Kwa sababu hiyo, mwisho wa safari ya maombi si kupata kila kitu tunachotamani. Mwisho wa safari ya maombi ni kumjua Mungu kwa undani, kukua katika tabia ambayo inafanana na mwana wa pendo lake, kujifunza kuiamini hekima yake, kujifunza kukubali kile anachokitaka kwa kuwa anatutakia sisi mema. Ndio maana hata kabla hatujaanza kuchunguza hatua hizi tatu moja baada ya nyingine, tunahitaji kwanza kujibu swali ambalo limekuwa mioyoni mwa wanadamu walio wengi sana, nalo ni hili: je, kweli kila aombaye hupokea? Kama tulivyoona anavyoelezea pale. Hebu turudi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 mpaka la 8. Anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Sasa watu wakisoma ili andiko na wakiona mambo yatokea, anasema labda Mungu hapa mimi hataki kunisikiliza. Lakini Biblia usiisome kama unavyosoma riwaya za kawaida. Ni maneno ya Mungu yenye uzito wa kiroho. Hakuna maneno ya Yesu ambayo yamewapa waumini wengi matumaini makubwa kuhusu maombi kama haya, endapo yatachukuliwa vizuri. Lakini katika maisha na nyakati zetu za maumivu kama hizi, magonjwa, mahitaji mbalimbali, masuala ya elimu, migogoro ya kifamilia au maamuzi magumu ya maisha, Wakristo wengi wameshikilia ahadi hii kwa imani kubwa sana. Huu ni mwaliko wa kumkaribia Mungu. Huu ni mwaliko wa kuondoa hofu. Huu ni mwaliko wa kujishughulisha na sio kukaa kivivu. Hata hivyo, maneno haya unapoyatazama vizuri yamekuwa chanzo cha maswali mengi, watu wakijiuliza, sasa Yesu amesema kila aombaye hupokea, mbona mi nimeomba na sipokei? Lakini tena nikuambia kitu kingine cha ajabu sana, ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao walijibiwa, lakini hata hawakujua kwamba wamejibiwa au hawakuwa tayari kuyapokea majibu. Kuna watu ambao wamejibiwa na wakayakimbia majibu. Ukitaka ujue hili, soma stori ya Petro na kanisa la Mungu wakati wanaomba kanisa la awali, wakati wanaomba kwa ajili ya Petro ili aweze kufunguliwa. Wakati Petro amefunguliwa, kanisa lilikuwa haliamini kwamba amefunguliwa. Kwa hiyo watu wanaibuka, kuna maswali mengi ya kujiuliza, mengi. Kwa nini kuna wazazi wengine waliomba watoto hawakupata, na kuna wengine wakaomba? Kwa nini Daudi aliomba kwamba mtoto wake asife lakini akafa, na Daudi nabii wa Mungu? Utajiuliza maswali kama haya. Kwa nini Yeremia nabii wa Mungu alitumbukizwa katika matope? Ni kana kwamba huyu Mungu, ina maana kwamba alikuwa haoni haya yote? Haya maswali yote si ishara ya ukosefu wa imani, ni dalili ya kuhitaji kujua. Ni maswali ambayo kama yakijibiwa katika maisha yako, utabadilisha mtazamo wako kuhusu Mungu.
Mnakumbuka masomo aliyopita tuliongelea sana kosa la Daudi la kutegemea jeshi, na tukaangalia kwenye kitabu cha Malaki, kosa la watu wa wakati ule ni kutegemea utunzaji wao wa mali, wakaona watapata, kinyume chake zikaliwa. Haya yote Mungu anatuletea sisi leo, ya kwamba unaposoma ahadi hizi lazima kwanza ujue Mungu ni mkweli, Mungu hasemi uongo, alichosema ndivyo kilivyo. Lakini usisahau jambo hili unanitazama, unapohitaji kuelewa kile ambacho Mungu anakisema katika Biblia, ni lazima usome ahadi katika muktadha wake. Nini kilitokea? Alikuwa anazungumzia nini? Lakini cha pili, lazima uweze kuangalia lugha iliyotumika kwa jinsi utakavyoweza. Katika tafsiri sahihi ya Biblia, muktadha ni muhimu sana kwenye kutafsiri. Watu waliposhindwa kutafsiri hili, kuangalia muktadha katika maandiko ya Biblia, wameibuka na mafundisho ambayo hata hayapo. Maneno ya Yesu katika Mathayo sura ya 7 yameandikwa pia katika Luka sura ya 11. Hayakusimama peke yake. Katika sehemu ya fundisho hili panahusu sana tabia ya Mungu na uhusiano na watoto wake. Sasa tunapoanza kutazama hili, tuanze katika Injili ya Luka. Injili ya Luka sura ya 11, wanafunzi walimwomba Yesu, Bwana tufundishe kusali. Tunaanza kuangalia muktadha sasa. Yesu hakuwapa mbinu za kumshawishi Mungu, no. Yesu aliwafundisha kwanza kumtambua Mungu kama Baba. Ndio maana sala inaanza na Baba yetu uliye mbinguni. Unajua, kuna baadhi ya watu mnanitazama, hata katika kuomba kwenu mmekosea. Mmeomba vitu badala ya kumwomba Mungu akufundishe hekima ya kupata vitu sahihi, kwa sababu sio kila kitu ni sahihi kwako. Ndio maana wanafunzi wa Yesu alivyomwambia tufundishe kusali. Sasa baada ya kuwafundisha sala hiyo ambayo tunaifahamu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ile sala ni skeleton, ni mwongozo. Baada ya kuwafundisha sala hiyo, akawafundisha vizuri, Yesu alitoa mfano wa rafiki aliyekwenda usiku wa manane kuomba mkate kwa jirani yake, lakini jirani yake alikataa kufungua mlango. Alipokataa kufungua mlango, yule bwana akaendelea kumgongea sana. Alipomgongea sana, yule jamaa akaamua kufungua. Alipoamua kufungua, alifungua kwa sababu ya kusumbuliwa. Haina maana kwamba Yesu anatuambia tumsumbue Mungu. Ndipo baadaye anakuja kusema ombeni, tafuteni, bisheni. Umeanza kuona muktadha sasa. Sura ya 11 anatoa mfano mwingine katika kitabu cha Luka, utasoma kwa muda wako, lakini anasema, ni baba gani kwenu ambaye mwanaye akimwomba samaki atampa nyoka badala ya kumpa samaki? Umeona jinsi ambavyo Yesu anatumia mifano ya kibinadamu kutuelezea Baba wa mbinguni jinsi alivyo. Lakini wakamjibu wakasema, hakuna ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Akasema, kama ninyi mlio waovu mnajua kuwapatia watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, si zaidi Baba yenu aliye mbinguni? Wewe sikiliza hapo vizuri. Hajasema kama ninyi mlio waovu mnawapatia watoto wenu kila wanachoomba. Amesema vipawa vilivyo vyema. Kwa hiyo Mungu ana wajibu wa kukupatia kilicho chema, sio kila unachokiomba. Kwa kuna saa ukiomba kitu akiona kwamba hiki ni kibaya kwako, Mungu atakuepusha, maana anakupenda. Yesu alikuwa anaondoa picha ya Mungu katili ambayo ilipandikizwa katika dini ya Kiyahudi. Analeta picha ya Mungu anayejali. Kwa hiyo ndio unapoangalia sura ya 11, kilele cha fundisho hilo kinapatikana katika sura ya 11 fungu la 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, unaona vizuri, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Zingatia maneno vipawa vyema. Je, Baba yenu wa mbinguni hata azidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao wamwombao? Sasa unaanza kupata picha. Kumbe cha kwanza inatakiwa tuombe ujazo wa Roho Mtakatifu, ambaye akiingia ndani yetu anatufundisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tunalia Aba. Na Roho naye hutuombea katika kuugua kusikotamkika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye atatuelekeza namna ya kuomba kwa usahihi zaidi. Sasa kupokea, aombaye hupokea. Kupokea hakumaanishi siku zote kupata kile ulichokiomba, la hasha. Katika lugha ya kawaida tunaposema nimepokea jibu, mara nyingi tunamaanisha kwamba tumepata tulichotaka. Unaanza kunielewa sasa? Lakini Biblia inatuonyesha kitu kingine kabisa. Biblia inaonyesha kwamba kupokea jibu kwa Mungu
kunaweza kuchukua sura tofauti kabisa ya hiyo ambayo umefikiria wewe. Wakati mwingine Mungu anaweza akasema subiri. Subiri kwa nini? Anahitaji uweze kukomaa, uweze kukua, uweze kufikia levo ambayo kile anachokupatia utaweza kukitunza. Mungu anaandaa mazingira kabla ya kupatia kitu. Tatizo lako ni kwamba unaona, mbona nachelewa? Mungu hajui kuchelewa. Neno kuchelewa ni la kwako. Mungu anajua kutimiza makusudi yake. Hebu angalia stori ya Abraham na Sara. Alipata mtoto katika umri gani? Hakuchelewa. Kwa habari ya kuchelewa ni wewe ambao unafungwa au unayedhibitiwa na muda. Mimi nachokitaka kwako unanisikiliza ni kualign, kwenda sambamba. Sasa unajua wakati mwingine tunaogopa, mbona hii sambamba naona kama inachelewa kwenye maisha yangu. Inachelewa, unawahi wapi? Mungu ndiye anayejua kule anapokupeleka. Wewe huko nakoenda hata hukujua, hujawahi kufika, ila yeye alishafika. Mtume Paulo aliomba mwiba umtoke, uondolewe kwake. Ndicho alichokuwa nakiomba yeye. Badala yake Mungu akasema neema yangu yatosha. Tena Paulo anasema naliomba mara 3. Mnakumbuka nimwambieni kwamba Daudi aliomba mtoto wake aweze kupona. Daudi alikuwa na mtoto na ule mwanamke wa Uria, ile mimba ambayo ilipatikana kwa mazingira tata. Mtoto akafa, lakini Daudi alitamani ule mtoto aendelee kuishi. Hao wote walikuwa ni watu wa Mungu, tena manabii. Lakini usiende mbali sana ukaanza kufikiria habari. Nimekuambia Yesu mwenyewe Getsemani aliomba ya kwamba kikombe hiki niepuke. Hebu fikiria ombi la Yesu lingejibiwa. Yesu angelijibiwa lile ombi lake ya kwamba kile kikombe kimwepuke, na yeye alikuwa ndiye uzao wa mwanadamu ambaye alikuwa na uhalali pekee wa kumkomboa mwanadamu katika maagano ya Adamu na Shetani. Lile ombi lingejibiwa, ingekuwaje? Pasta, bado sija kuelewa. Kuna watu maombi yenu hayajibiwi kwa sababu yakijibiwa yataleta madhara kwa watu wengine, yatafuta kizazi chako, yataharibu future yako. Kwa hekima ya Mungu, Mungu anasema ya kwamba mimi natulia. Sasa kuna mtu mmoja akanisa sema, mchungaji, lakini mbona kuna watu naona hawaombi lakini maisha yao ni mazuri kiuchumi, wanafanikiwa vizuri. Jambo la kwanza, hatujui wana raha kiasi gani. Hiyo ni siri yao. Lakini kuna watu wengine pia hujui kwamba wanajibiwa maombi yao bila kuomba, au wanatendewa mema bila kuomba, kwa sababu baraka zao ni majibu ya maombi kwa mtu mwingine. Wow. Sijui kama hii inaingia vizuri kwenye akili yako. Yaani Mungu anaweza akamsaidia bosi wako ambaye halijui kuomba, jamaa halina mpango, lakini kwa sababu majibu yake, yani baraka zake yeye, zitakuwa ni majibu ya maombi yako wewe ambaye unaomba. Zitapita, zitakuja kwako. Unaanza kunielewa sasa, ili usikimbilie kuhukumu watu. Hebu fikiria habari ya mtoto wako. Mtoto wako anaweza akakuomba kitu kinachoweza kumdhuru, na anapokuomba kitu wewe unajua kinamdhuru. Je, utampatia? Zaidi sana kama ni mtoto ambaye anaweza kuelimika, unampa elimu ili aweze kujua ya kwamba kile kitu kina madhara. Lakini kama hawezi kuelewa ile elimu, unamkatalia na analia. Unaanza kunielewa sasa? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakukatalia alafu anakuingiza kwenye elimu. Kuna wakati Mungu anakukatalia na hakuingizi kwenye elimu, kwa sababu anajua hutaelewa kwa wakati huo. Hata Yesu hakufundisha kila kitu wakati anaondoka. Aliwaambia wanafunzi wake, kuna mambo ambayo nikiwaambia hamtastahimili sasa, lakini atakapokuja Roho. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kuna wakati mwingine jibu la Mungu linalosema hapana ni baraka. Mchungaji, imekuwaje? Ndivyo ilivyo. Kuna wakati jibu la Mungu la hapana ni baraka kwako. Kama angelisema ndio, lingekupeleka pabaya sana. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 fungu la 17, Mtume Yakobo anasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kipawa kilicho kamili hutoka juu, hushuka kutoka kwa Baba wa mianga. Unaona hii sentensi vizuri sana. Kila kutoa kuliko kwema. Unakumbuka nimesema Mungu anambariki mtu ambaye haombi, lakini ile baraka yake itakuja kuwa baraka kwa mtu anayeomba. Yaani kuna kitu ambacho ni majibu ya maombi. Nimemwomba Mungu mimi jambo, anakuja kuipitisha baraka ile kwa mtu mwingine. Sio kwamba yule mtu hafaidi, atafaidi vizuri kabisa. Kitendo cha kuwa mfereji anafaidi, lakini inapelekwa, inakuja kwangu. Hili ni jambo la kiroho sana. Kwa hiyo wanaotafsiriwa na Roho wa Mungu wanaweza akaelewa hivi.
Mimi ninayeongea na wewe ni shahidi. Siwezi kutoa mifano kwa watu wasioomba au wasiomcha Mungu, hapana, lakini mi najua kuna watu ambao mimi nilimwomba Mungu mambo yakapitia kwa wale watu, lakini wale watu ukiwauliza, hivi wakati umefanya hivi, atakwambia nilibarikiwa, lakini barikiwa na mi nikatumwa kubariki. Mungu atusaidie sana. Waumini wengi wanaweza kukubali kwamba Mungu siku zote husema ndio au subiri, lakini vigumu kubali kwamba wakati mwingine Mungu husema hapana. Hiyo ni kama kitu hatuitaki hivi. Na ufalme wa Mungu, lengo ni kumfanya Mungu kuwa mfalme. Mungu anapokuwa mfalme, sisi tuna align, tunapelekana na yeye. Ndio maana sehemu yetu, yani mimi mtu mzima, unapozungumzia ugali unazungumzia nini? Unapozungumzia ugali unazungumzia maji, unazungumzia unga, lakini unazungumzia moto ambao ulisababisha kile kitu kikatokea. Kuna vitu vingi viko hapo, huo ndio ugali. Unapozungumzia mtu unazungumzia roho iliyotoka kwa Mungu, jumlisha mavumbi ya ardhi, mtu anakuwa nafsi hai. Unapotoa kimojawapo kati ya hivi, unapotoa ile pumzi ya Mungu, ule uhai wa kimungu, ile sehemu yetu ya kiroho, mwili unakuwa umekufa, hauna chochote, hujui chochote kile. Kwa mchungaji unamaanisha nini? Namaanisha hivi, unapobadilishwa utu wako wa ndani, utakubaliana na mambo ya nje ambayo Mungu ameyaruhusu yatokee kwa faida. Sikiliza nikwambie, Biblia inatufundisha kwamba ukimya wa Mungu na jibu ambalo hatulipendi si kitu kimoja. Wakati mwingine kile tunachokiita ukimya ni Mungu anayezungumza kwa njia ambayo hatukutaka kusikia. Unaanza kupata picha vizuri sasa? Ndio. Najua leo nazungumza na mtu ambaye hata hapo kwenye komenti zenu mnavyoendelea kuandika hapo, mchungaji niombee hiki, mchungaji niombee hiki, nahitaji hiki, nahitaji. Yani tuna mahitaji. Sio vibaya kuleta mahitaji. Tumejifunza kwenye somo lililopita kwamba kuna kusali, kuna kuomba, kuna kushukuru. Na unaweza ukasema sasa ina maana ya kwamba Mungu hajui mpaka nimwambie? Anajua vizuri kabisa, lakini nimekuambia hivi, kuomba ni kujifungamanisha, ni alignment. Kwa hiyo ukijikuta kuna idea inayokujia kwamba kuna kitu hiki, kuna kitu hiki, kuna kitu hiki, ukiombee kile kitu, hakiji kijinga kwenye ubongo wako. Kile kitu ni cha kwako, ila kuna uwezekano umesikia vibaya. Ulivyosikia sauti ukadhani ni ndege, kumbe ni mdoli. Kwa ukaanza kuombea ndege, kumbe Mungu anakuletea kamdoli kakusaidia kwenye kitu fulani. Naongea katika lugha ya kibinadamu na lugha ya fumbo. Naona kuna watu bado wananitazama, wanasikiliza, pasta, bado sijakuelewa. Yani ninachomaanisha ni hivi, kuna wakati mwingine, narudia tena hii sentensi ili uweze kuielewa vizuri kabisa. Unapokuwa na msukumo wa kuombea jambo, sio kwamba umekosea. Ile picha ni sahihi. Kinachotafutwa ni alignment. Ijapokuwa kuna saa unaona vibaya. Pasta, unamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba hujawahi kutembea porini, kwa wale ambao mmeishi porini, na ukafika sehemu ambayo kwa mbele kabisa unaona kitu kama fisi, lakini unaposogea unagundua kwamba hakuwa fisi, ila ni mti mkavu, ila huku umeshaanza kukemea na umeanza kuomba kweli, Mungu niokoe dhidi ya fisi. Kumbe akili yako ndio iliona kitu ambacho kiko tofauti. Tunaanza kuelewana sasa. Kwa hiyo ukweli ni kwamba kuna kitu, ila wewe ukadhani ni fisi, ila kumbe ni gogo, lakini sio kwamba kitu hakipo. Tunaanza kuelewana hapo sasa. Kwa hiyo kitu kilikuwepo, ila sio hicho ulichokiona wewe. Hebu komenti hapo chini nione kama tunaelewana. Komenti hapo nione kama unanielewa. Kama unanielewa, ili niweze kurudia tena, maana ni sehemu muhimu sana. Ni sehemu muhimu sana. Okay, sikia sasa. Nasema hivi, tuacha baada ya kutembea uporini usiku, nyumbani kuna saa gizani kabisa, ukiwa mtoto unaona kama kuna mtu amepita, lakini ukiwasha tochi hamna mtu. Sasa tuje hii ya porini, tuje hii. Sio kwamba kwenye ile giza hakuna kitu, kuna kitu kinaitwa giza, lakini hii picha imejengwa ubongoni mwako. Sio kwamba pale ulipoona kitu kama fisi hakuna kitu,
kuna kitu lakini sio fisi. Asante, naona tunaanza kuelewana sasa. Sasa sikia, unapoona ya kwamba kuna kitu kinakuja kwenye ubongo wako ili uweze kukiombea, kiwe ni hitaji lako, hicho kitu kipo, kina exist, lakini kuna uwezekano sio hicho unachokiona. Kwa wewe umeona simba, lakini kumbe kile kilicho kule mbele ni mbao. Aha, ndiyo maana Suleimani alipoambiwa omba chochote, hakuomba kuwashinda maadui, hakuomba maisha ya maadui zake, akaomba hekima. Mnakumbuka wakati tunaanza hili somo mwanzoni, nikasema kwamba kama kuna kitu cha kwanza cha kuomba ni Roho Mtakatifu. Ndio sababu Yesu katika mfano wake pale anasema, ninyi mlio waovu, ikiwa mnajua kuwapatia watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, si zaidi Baba yenu huwapa Roho wake wale wamwombao? Influensi ya kimungu kwangu ili niweze kuona kwa usahihi. Okay, Pastor, unamaanisha nini? Kuna mtu unajisikia kuombea kabisa kwamba Mungu akubariki uwe daktari, lakini kumbe Mungu alichokiweka ndani yako ni kusaidia jamii. Kwa hiyo mwambie Mungu, nisaidie niweze kuwa baraka kwa watu. Yaani wewe umeumbwa na Mungu uweze kuwa baraka kwa watu, uweze kuwa msaada, uweze kuwa mtoa majibu. Kwa kuna uwezekano kutoa majibu kwako ni kuwa daktari, au ni kuwa mfamasia, au ni kuwa mwalimu. Kwa hiyo unapoomba, unavyoendelea kuomba, unapoendelea kuomba, maana kitenzi kile ombeni nanyi mta, ni kitenzi ambacho kiko katika hali ya kuendelea. Unapoendelea kuomba haina maana ya kwamba huna imani. Mimi namaanisha kwamba kuna watu wanaendelea kuomba kana kwamba hawakuomba. Hawa ndio nasema hawana imani. Lakini kuna watu wanaomba, wanaendelea kuomba kwa kuwa waliomba. Hii ni tofauti na mtu ambaye anaomba sasa hivi kana kwamba hakuomba jana. Mtu ambaye anaomba kama hali endelevu, anaomba akamwambia Mungu, ninakushukuru kwa kuwa nimeendelea kuongea nawe kuhusu swala langu la shule, na ninakutukuza maana unaendelea kunitendea maajabu. Ninakutukuza kabla ya kuona kwa macho. Ninakusifu maana ada inakuja. Mungu anaweza kaleta ada kama pesa, au Mungu anaweza kaleta ada kama msamaha, au Mungu anaweza akaleta ada kukuchelewesha hata semesta moja ili iweze kuja nyingine hapo mbele. Maana katika pakeji ya ujio wa ada, Mungu analeta na baraka nyingine tena ambayo imebebwa pamoja na hiyo baraka, litakiwa isubiri semesta hiyo ipite. Shukuruni kwa kila jambo, hata kama ni chungu. Katika mchakato huu wote Mungu anatufundisha nini? Katika mchakato huu Mungu anatufundisha kwamba sababu ya maombi sio kumbadili Mungu, ni kutubadilisha sisi. Sisi ndio tumetoka nje ya mstari. Kwa hiyo ile sauti unayosikia ni sauti inayokuita rudi, rudi. Wewe ni mwalimu, rudi. Unajikuta unaanza kuombea, Mungu nisaidie nipate pesa nikasome chuo cha ualimu. Hiyo ni sauti inakuita, maana unataka kutoka nje ya mstari. Lakini kinaweza kuwa Monduli, kinaweza kuwa kule Mombasa, kinaweza kuwa kule Kigali, popote pale unaisikia. Unaweza kuwa ni mwalimu wa dini, unaweza kuwa ni mwalimu. Yani, Mungu anatufundisha kwamba rudini kwenye mstari. Ukirudi kwenye mstari, nitakufungua macho. Nikufungua macho, utaelewa sasa upitie njia gani. Kwa lugha rahisi, hakuna kitu ambacho sio chako ambacho Mungu atakuletea kwenye akili. Pasta, sija kuelewa. Na mimi lengo langu nataka unielewe. Paulo akapata mwiba, akaomba Mungu mara 3, akaambia neema yangu yatosha, neema yangu yatosha, neema yangu yatosha. Hasa hapo pasta, mbona yeye ameomba uponyaji? Na maana kwamba aliletewa nini? Ilile wazo la kuombea uponyaji, alikuwa anaelekezwa kuombea neema ya kubeba. Kwa katika kuombea uponyaji ndipo anagundua kumbe target ilikuwa ni neema ya kubeba. Kuna watu ambao wananisikiliza, utaomba Mungu akutoe hapo kwenye ofisi ulipo, hata kutoa. Sio kwamba Mungu hasikii maombi yako, ila alitakiwa uombe neema ya kustahimili mikiki ya ofisi. Unapostahimili ni kwa sababu hapo ulipo ndipo baraka zako zilipo.
Mungu atusaidie sana. Hebu tuangalie ahadi ya Mungu ya ujumla na ahadi zile ambazo ni maalum, na utakapojua tofauti ya hivi vitu viwili kati ya ahadi ya Mungu ya jumla na zile ahadi za Mungu ambazo ni maalum, unaweza ukaanza kuelewa kwa nini kuna kuomba, kuna kubisha na kuna kutafuta. Kwenye kile kitabu cha ahadi za Mungu kwangu na namna ya kuzipata, utagundua kwamba kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ametupatia sisi, lakini kuna ahadi ambazo hutazipata mpaka uombe alignment. Kuna maeneo ambayo usitarajie miujiza ya milango kufunguka mpaka uende kubisha. Usikae na CV nyumbani kwenye bahasha. Zunguka kwenye maofisi. Kuna ofisi utaenda na hutapata kazi. Kuna interview utafanya na hutaitwa kazini. Sio kwamba Mungu hajakusikia, ila kuna uzoefu amekuwekea, amekuongezea. Mojawapo ya sababu ambazo zinawafanya Wakristo wengi kuvunjika moyo katika maisha ya maombi, si kwamba Mungu ameshindwa kutimiza ahadi zake, bali ni kwamba mara nyingi tumedhani Mungu aliahidi ambayo hakuwahi kuahidi. Wow. Biblia imejaa ahadi. Ahadi hizo hazina kubwa kwa watu wa Mungu. Zinatia moyo, zinajenga imani na kutukumbusha kwamba Mungu ni mwaminifu katika kila kizazi. Lakini pamoja na uzuri wake, ahadi za Biblia zinahitaji kusomwa kwa uangalifu. Ahadi zikiondolewa katika muktadha wake zinaweza kutafsiriwa vibaya, na tafsiri mbaya mara nyingi huzalisha matarajio ambayo baadaye hugeuka kuwa maumivu. Hiyo slide nafikiri umeisoma vizuri hapa. Sasa katika historia ya kanisa, wanatheolojia wengi wameonya dhidi ya hili, kwamba kuna watu wana tabia ya kuchukua mstari mmoja wa Biblia na kugeuza kuwa ndio ahadi binafsi, bila kuuliza kwamba ulikuwa na muktadha gani, ulisema kwa nani, mazingira yalikuwa ni mazingira gani, ulikuwa una kusudi gani. Ukielewa haya mambo, ndipo naanza kuchukulia hii. Ni sawa na mtu ambaye anakuta fungu linaposema kwamba kunywa kidogo kwa ajili ya tumbo lako, basi anachukulia kwamba ile andiko ni la kwake, anaendelea kunywa pombe, inamletea madhara, alafu anakuja kumlaumu Mungu. Mtume Paulo alimhimiza Timotheo sana kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili fungu la 15. Utaisoma kwa muda wako, lakini alimwambia aangalie neno kwa usahihi. Hii ina maana kwamba upendo kwa maandiko au umahiri wa Biblia hauonyeshwi tu kwa kunukuu mistari ya Biblia, bali unaonyeshwa kwa kutafsiri Biblia kwa uaminifu. Nimekuwa nikiangalia mitandaoni sana, nakuta kuna wahubiri watumishi wengi sana wanafundisha Biblia, lakini unaona kuna kitu anasimama nacho, ukija kuangalia muktadha kiko nje ya muktadha kabisa, lakini amesema nacho na watu wameamini, wamekifuata. Sasa kabla ya kutengeneza ahadi yoyote, jambo la kwanza ni nani aliyesema maneno haya, lazima umjue. Kwa mfano, kuna andiko moja katika Mithali inasema, usinipe utajiri wala umaskini. Unapotazama lile andiko, ni stori ambayo aliongea mtu fulani ambaye alikuwa na changamoto zake. Kwa hiyo usije ukaichukulia kama ni ya kwako, maana ukichukulia ile, basi Ibrahimu haingii mbinguni. Kuna stori nyingine katika Biblia ambayo Yesu anasema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, ambao watu wameichukulia kwanza ile kama ni kitu ambacho kinazuia watu kuwa matajiri au kufanikiwa. Wanashindwa kuelewa kwamba utajiri ni karama, kama vile kuhubiri, kama vile ualimu. Kwa hiyo kuna watu Mungu amewapa karama ya mali, wanatakiwa waitumie kwa sababu ni karama, kwa hiyo waitumie kwa ajili ya kujenga wengine. Sasa andiko lile ukilitazama vizuri katika muktadha wake, nakuta stori nyingi mitandaoni, watu wanasema ilikuwa ni sehemu watu wanapochungulia pale kashimo fulani ambako ngamia alikuwa anaweza kupitisha tu, alikuwa anaweza wenda anapita mgongo wake, au kashimo kanaitwa sindano. Lakini ukitazama muktadha wa wakati huo, ni kweli kulikuwa kuna aina ya uzi. Ule uzi ulikuwa unatengenezwa na manyoya ya ngamia.
Kwa hiyo ule uzi ulikuwa ni mzito, ni uzi mnene, naweza nikasema huenda unalingana na kidole changu kwa jinsi ulivyokuwa unasokotwa. Kwa hiyo anaposema ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano, anaongelea uzi uliotengenezwa na manyoya ya ngamia uingie katika tundu la sindano hii ya kawaida ya kushonea mahema, ya kushonea nguo, kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Tajiri yupi alikuwa anatajwa pale? Alikuwa anatajwa tajiri huyu ambaye ameambiwa habari za kuto kutegemea mali, amtegemee Yesu. Neno uza ulivyo navyo wape maskini, usije ukalichukua kama lilivyo ukaenda kuuza mali zote ukawapa maskini, alafu ukaanza sasa kwenda kwenye kufanya maisha ya sala. Ilikuwa inamaanisha ondoa tegemeo lako kwa mali, anza kugusa wengine kuwa baraka. Maana kitendo cha kuzuia ina maana unategemea hizo mali, na Mungu amekupa hiyo karama ili uweze kusaidia watu wengine. Umeona tu ile andiko tu lenyewe, baadhi ya watu wamelichukulia vibaya, wakaona umaskini ni baraka na utajiri ni dhambi. Na nikwambie, hutapata karama hata kama ni ya kwako, ulioambiwa utapewa hiyo karama. Ile karama tuseme ni ya kwako, huenda wewe Mungu amekupatia karama ya mafanikio, utajiri wa mali, huwezi kupata kwa sababu tu umeandikiwa. Ukiidharau ile karama inaondoka. Pasta, sija kuelewa. Biblia inasema msitweze unabii na msimzimishe Roho. Kwa kama Roho analeta hiyo karama kwako, wewe unamzimisha, anaondoka. Anakuletea, anakwambia mimi karama niliyokupatia kwa sababu najua wewe ni mkarimu, utakuwa baraka kwa wengine, nimeamua kukupa utajiri. Unasema wanaoipata utajiri hawaendi mbinguni. Atakazana, atakuelekeza, atakuletea maidia ya mabiashara na makampuni. Akiona huelewi, anaachana na hiyo habari, anaipeleka sehemu nyingine. Tunaanza kuelewa. Ombeni, bisheni, tafuteni. Hata wakati Mungu analeta karama ya unabii katika kanisa hili, Ellen White hakuwa wa kwanza kufunuliwa. Alifunuliwa mtu mwingine kabisa, alikuwa ni Marekani mweusi. Alipofunuliwa ule unabii kwamba Mungu alimshushia yeye ile karama, yule jamaa akasema mimi hawezi kunielewa kwa sababu na rangi nyeusi. Alipokataa ile karama, ikaenda kwa mtoto mdogo mwanamke anaitwa Ellen White. Wakati Ellen White anasimulia ile maono ambayo aliyaona, ile jamaa naye anaibuka anasema na mimi niliona hivyo hivyo, lakini karama ilikuwa imeshaondoka tayari. Kwa lazima uweze kuelewa vizuri haya mambo muhimu. Nimesema kwamba lazima uelewe ahadi hiyo ilikuwa ni ya nani, ilikuwa ya muda gani, tatizo lilikuwa ni nini. Je, ilikuwa kwa mtu mmoja, taifa zima, au waumini wote kwa ujumla? Je, kuna masharti yaliyotajwa katika kuipokea hiyo ahadi, au inapokelewa kama kawaida? Kwa mfano, unapoona kwenye habari ya ubatizo, ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Unaona jinsi hii ambavyo inaenda moja kwa moja hii. Sasa kama hujaelewa hili, unaweza ni sawa na mtu ambaye ameshika simu na kwamba hii simu haifanyi kazi. Simu haifanyi kazi, ameweka plane mode, afu atasema simu hazingi. Kwa tatizo sio simu, tatizo ni wewe ambaye hujaelewa. Na Mungu atusaidie sana. Nimesema kwamba kwa neema ya Mungu na karama ambazo amenipa, nitaendelea kuandika material mengi sana. Nitaendelea kuandika kadri iwezekanavyo ili watu waendelee kusoma. Na kwa neema ya Mungu tunakaribia sasa hivi kuwa na mfumo mwingine ambao badala ya kusoma kabisa tutakuwa na article ambao tutakuwa unazisoma mtandaoni ili uweze kupata hii elimu. Maana lengo kubwa ni kuweka elimu ya utambuzi wa neno la Mungu. Mungu ni mwaminifu, Mungu hana makosa. Shida iko kwetu. Kujifunza Biblia kunahitaji unyenyekevu. Hatupaswi kuuliza kwanza ni mstari gani unaunga mkono ninachotaka, bali Mungu alikuwa anafundisha nini kupitia mstari huu. Hicho ndicho kitu cha kuuliza. Sasa ahadi maalum hazipaswi kufanywa kuwa ahadi za wote. Biblia ina ahadi nyingi ambazo zilitolewa kwa watu maalum katika mazingira maalum. Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba angekuwa baba wa mataifa mengi. Hiyo ilikuwa ahadi ya agano ambayo ilihusiana na mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwa hiyo sio ya kwako. Huwezi kudai ahadi hiyo leo ukaniambia mimi nitakuwa taifa kubwa. Hii ilishapita. Haimaanishi kwamba kila mtu anayesubiri mtoto amepewa ahadi ya kupata mtoto kama Ibrahimu ambaye atakuwa ni baba wa mataifa mengi. Nafikiri unaweza kuelewa picha vizuri sasa. Mungu alimwambia Daudi kwamba uzao wake ungekaa kwenye kiti cha enzi milele. Ahadi hiyo ilipata utimilifu wake mkuu kwa Yesu.
Yesu ni mwana wa Daudi. Kwa hiyo hii ahadi utakaposimama nayo ukidedea, unasimama unakimbia nayo, ukiona haitimii unaweza kumlaumu Mungu. Hukujua hii ahadi ilikuwa imetolewa kwa nani? Mungu alimwahidi Yoshua ushindi katika kuingia Kanaani. Kama nilivyokuwa na Musa, nitakuwa na wewe. Ahadi hiyo ilikuwa ni sehemu ya historia ya Israeli na mpango wa Mungu kwa taifa lake. Haiwezi kutumiwa moja kwa moja. Sentensi yangu hiyo uisikilize vizuri. Haiwezi kutumiwa moja kwa moja kuthibitisha kwamba kila biashara au kila mradi wa Mkristo utafanikiwa. Umesikia nimesema haiwezi kutumiwa moja kwa moja. Ina maana inaweza ikatumika, lakini sio direct. Tunaanza sasa kutua taratibu, tuanze kuelewa. Kutoka kwa Abraham tunajifunza kwamba Mungu hutimiza ahadi zake hata pale ambapo mazingira yanaonekana kutowezekana. Hiyo slaidi imekusaidia sana. Kutoka kwa Daudi tunajifunza kwamba Mungu ni mwaminifu kwa agano lake. Kutoka kwa Yoshua tunajifunza kwamba Mungu huwa pamoja na watu wake wanapotimiza mapenzi yake. Kwa hiyo kanuni hizi za kudumu zikusaidie wewe kujifunza na uweze kuichukua ile ahadi ili uweze kuifanya kuwa ya kwako. Tunaanza kuelewana sasa. Kwa hiyo hizi ahadi za jumla zimetolewa na lengo lake ni kwamba tuweze kujifunza kupitia ahadi hizo. Sasa tunakuja tuangalie zile ahadi za jumla ambazo zinahusu waumini wote, ambazo unaweza ukasimama nazo, na kuna ahadi nyingine kunakuwa na ahadi zenye masharti. Ukifanya hivi utatendewa hivi. Mnakumbuka wakati nafundisha habari ya sheria zile za asili kwamba anayewanywesha wengine naye atanyweshwa. Hiyo ni ahadi, lakini ukitazama vizuri ina masharti. Barikini wala msilaani. Hapo kuna ahadi iko hapo. Sasa hebu tuangalie ahadi zile maalum tumeshamalizana nazo. Tuangalie zile ambazo ni za jumla kwa waumini wote. Kwa mfano Waebrania 13 fungu la 5 anasema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hiyo ahadi ni ya kwetu sisi wote. Hiyo ni ahadi ya kwako unanitazama leo. Mungu hata kupungukia. Angalia ahadi kwa mfano ya Yohana 6:37. Yeye ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Hiyo ni ahadi ya jumla. Unapoenda kwa Kristo Yesu hata kutupa kamwe, hata kidogo. Hii ni ahadi ya wokovu kwa njia ya imani. Huwezi kumwendea Yesu alafu baadaye akutupe hata kidogo. Yohana wa kwanza sura ya 1 fungu la 9, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hiyo ahadi ni ya kwetu sisi wote. Acha kubaki kwenye hatia ya dhambi ambazo ulikuwa umeshaziomba msamaha wake huko nyuma. Hii ni ahadi kwamba kila mwenye kutubu kwa dhati anasamehewa. Mungu atusaidie sana. Hizi ni ahadi ambazo tunaweza kuzidai na kwa ujasiri, kwa sababu Agano Jipya limetuambia hizi ni za kwetu. Zile zingine nimesema huwezi kudai moja kwa moja, lakini unazitumia kujifunza. Kwa mfano kwa Yoshua, kila sehemu ambayo nyayo zenu zitakanyaga patakuwa penu. Sio kila mahali ahadi inatimia. Wewe uende kwenye kiwanja cha mtu na kanyaga, unasema Mungu umesema kila sehemu nyayo zetu zitakanyaga patakuwa ni petu. Kiwanja cha mtu. Ahadi ambayo unatakiwa kuidai katika hili ni kwamba Bwana atakubarikia kazi za mikono yako. Utajenga nyumba. Sasa yeye ndiye anajua katika proses ya kujenga nyumba lazima uwe na kiwanja. Atashughulika na hilo. Akishughulika na hilo atakuja kukubariki. Atakubariki mpaka utajenga kwako. Yaani kama vile hizi ahadi ungezichukulia kama zilivyo tu direct, watu wangeanza kunyang'anyana maduka. Unafika tu kwenye duka pale, unazunguka unasema hii duka ni la kwangu kwa jina la Yesu. Huo ni uchawi. Sio kile ambacho Mungu amesema. Sasa rafiki yangu, kabla ya kupiga hatua katika jambo lolote, muombe Mungu. Muombe Mungu akujaze Roho Mtakatifu. Muombe Mungu akujaze hekima kabla ya kuomba vitu. Mungu anapokupatia Roho Mtakatifu, Mungu anapokupatia hekima, ndipo mengine yanakuja. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona.
bisheni nanyi mtafunguliwa. Hebu tuende katika sehemu ya pili sasa. Naomba unitazame jinsi ambavyo natumia vidole vyangu kwa ajili ya kufundishia. Ngoja nifanye hivi ili uweze kuona hivi vidole vyangu vizuri. Hatua ya kwanza ni kuomba. Nimesema tunaomba nini? Tunaomba Roho Mtakatifu. Comment hapo niweze kuona kama tuko pamoja. Unaomba Roho Mtakatifu, unaomba hekima. Unapoomba hekima, Biblia inasema ombeni nanyi, tafuteni nanyi. Ina maana baada ya kuomba hekima, baada ya kuomba Roho Mtakatifu, unaongozwa katika kutafuta. Usikae idle katika kutafuta huku. Kwa vile una hekima, kwa vile una ujazo wa Roho, utatafuta kwa uongozi wa Roho. Kwa utakuta kwamba mtu ambaye anatafuta kitu bila uongozi wa Roho anaweza kutumia miaka 7 kutafuta, kwa kuwa hana uongozi. Lakini mtu anayetafuta kwa uongozi wa Roho anatumia muda mfupi, kwa kuwa Roho Mtakatifu anamuongoza kona za kupita. Mnakumbuka kuna siku tulikuwa na somo hapa linaongelea habari ya kuomba Mungu atuongoze. Ni kwa sababu Mungu anajua kona. Mnapotembea mtaani na mtu ambaye anajua mitaa, anajua kona, hamfiki kwa muujiza, ila mnafika kwa wepesi. Hiki ndicho ambacho natakiwa uweze kumwomba Mungu. Mwombe Mungu sana. Alafu ndipo anasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Sikiliza vizuri hapa. Sio kila mlango ni wa kwako, lakini katika kuomba, katika kutafuta, katika kubisha, utapata mlango sahihi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wazi kabisa, nyumba ile ambayo watawafungulia wakiwakaribisha, mkimkuta bwana wa amani, kaeni mle. Kwa lugha rahisi, Yesu amekutangulia kule chuoni tayari. Yesu amekutangulia kule kazini. Huyo ndiye bwana wa amani, ndiye mfalme wa amani. Huyu anatangulia kwa mtu ambaye atawakaribisha. Anaingia ndani ya mtu, mkimkuta yuko humo ndani ya mtu, kuleni chakula humo. Mungu atusaidie sana. Relax kidogo, hiki nikwambie, kama kitakuchanganya, Roho Mtakatifu atakusaidia. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, hakuna siku unaweza kukuta ninatangaza kwamba natoa tu mfano, naomba mnisaidie kitu ABCD. Hapana. Kwa nini sifanyi hivyo? Sio kila mtu anatakiwa kusaidia kwenye huduma hii. Sio biashara. Mlango uliokusudiwa utafunguliwa. Mungu atakuelekeza mahali pa kubisha. Nafikiri unaanza kupata picha sasa. Unaanza kuelewa kwa nini umehangaika sana kwa muda mrefu. Na Mungu hakuchagulii mwenza wa maisha, ila anakupa hekima ya kubisha katika mlango sahihi. Sasa ukiona mchumba amekimbia, acha kuwa na msongo, ulibisha katika mlango ambao sio. Endelea kubisha mpaka upate mlango. Ukiona mtu fulani aliahidi kukusaidia na amepotea, usifokasi kwa mtu, fokasi kwenye kuomba Mungu akupatie mtu sahihi. Tunaanza kuelewana sasa. Hizi ndizo kanuni za kupata. Hoja sio kupata, ila ni kupata kilicho sahihi. Kuna wakati mwingine Mungu atakutendea muujiza, utaomba maombi, utapona ugonjwa kwa muujiza. Ananifanyia hata mimi pia. Lakini kuna wakati huyu Mungu atakuongoza kwa daktari sahihi ili aweze kutibu, kwa sababu madaktari, wauguzi wa manesi unaowaona ni watumishi wa Mungu pia. Kwa hata mimi unavyoniona nikienda hospitali na jambo nimeomba kama Paulo alivyoomba, nimeona haliondoki, nimeomba, nimetumia zile kanuni ambazo nazijua na haliondoki, namwambia Mungu sasa nielekeze hospitali sahihi. Nikifika hospitalini namwambia Mungu nielekeze kwa daktari sahihi. Na mimi najuaje? Usiingilie ya kwangu, kila mmoja na ya kwake. Mimi ninaangalia fuatayo: sehemu ambayo nahitaji kwenda, Mungu huwa ananipatia wepesi, na kama nikiona ugumu, nakuta nia ya kwenda hapo mahali inaongezeka pia. Kwa lazima nikae nitulie, nimsikilize Mungu vizuri. Wewe ambao umenisikiliza vizuri leo, tunapoingia kwenye maombi yetu haya, usisahau mambo yafuatayo. Usisahau kuomba,
usisahau kutafuta, usisahau kubisha. Ninachomwomba Mungu leo akayafungue macho yako. Anapoyafungua macho yako leo, afungue na masikio yako, ujue kuomba hekima na ujazo wa Roho Mtakatifu, akuelekeze sehemu ya kutafuta, akuelekeze na mlango wa kubisha. Dakika moja, omba. Endelea kuomba, endelea kuomba kimoyo moyo. Baba Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo. Ahadi zako ni za kweli. Kuna wakati tumezitafsiri tofauti, lakini leo umetufundisha kitu kipya. Ninakusihi kila mmoja ambaye amesikia neno hili, ukampatie wepesi, ukamfungulie macho yake. Naomba maombi maalum kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto, waonyeshe mlango wa kutokea. Kuna watu wanapitia changamoto katika mahusiano, changamoto katika ndoa, changamoto za afya, changamoto za uchumi. Wamepoteza muda mrefu, sio kwa sababu Mungu huwasikii, ila wanatafuta kwa njia isiyo sahihi, wanaomba kwa namna ambayo sio. Leo wote tunakuja kwako tukiomba uweze kutusaidia. Naomba ukajaze Roho wako, roho ya hekima, roho ya ujuzi, roho ya maarifa, ukapate kumfungua mtoto wako jicho la rohoni aweze kuona, maana jicho likiwa safi mwili wote unakuwa ni safi. Baba, ninakusihi sana, yeyote ambaye anasikiliza kipindi cha leo akiwa na maumivu yakatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Akiwa na changamoto yoyote ajue kuisalimisha kwako. Tufundishe kuomba bila kukoma, tufundishe kuomba kwa imani na sio kwa hofu. Tufundishe kuomba tukiwa tunaomba tumesimama katika ushindi, sio kana kwamba hatujawahi kuomba. Ninakusihi sasa Baba, kwa nguvu yako, yeyote anayesikiliza aliyefungwa na nguvu za giza, enyi pepo wachafu mnaisikia sauti hii, na waamuru kwa jina la Yesu, mkamtoke mtoto wa Mungu huyo, mkamwache akiwa huru. Asante Yesu, asante maana umetenda, asante maana imekuwa. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen.